Aaron Cheruiyot, yale matamshi ambao unazungumza kutaka kutenganisha Wakenya, we condemn it with strongest terms possible. Sababu kiongozi kama wewe ni senator, uweze kuja ukaongea matamshi ambayo hayastahili kwa wananchi. Before I tell you what Aaron Cheruiyot meant, just take a minute, subscribe on this channel, like it, share, and then you comment. Tunajua ya kwamba Nakuru iko katika Rift Valley kama sijakosea. And watu ambao wanakaa Nakuru mostly ni Wakikuyu na Wakisii. Ndio tunaona watu ambao wana own katika Nakuru. Sasa kitu najaribu kuona Aaron Cheruiyot anajaribu kusema tangu constitution ya 2010 hatujakuwa na governor ambaye ni Mkalenjin. Sasa kuna hii anataka hizi kabila mbili ziweze kupigana. Na umeona Wakikuyu wamekasirika, jamii Kenya mzima imekasirika na kuambia ya Kenya ni nchi moja na kila mtu ako na haki ya kuishi mahali popote anataka. Huwezi kuja kwamba uko na hasira, unajua je kuambia Wakenya tusipigane, sisi ni Wakenya na Kenya ni moja na tuko na haki ya kuishi mahali popote tuko. But hatutakubali ya kwamba ati sasa Kalenjins through viongozi wao ambao wanapata Wakikuyu na Wakalenjin na Wakisii na wakabila zote zinakaa pamoja, wako na amani because of self interest. Sasa wanataka kuleta uchochezi kwa hizi kabila ili Wakikuyu na Wakalenjin waweze kuleta furugu, ndio wa transport voters wakuwe registered katika Nakuru, ndio wakuje kuwa na governor Mkalenjin in 2027. Msikubali mambo ya upusi kama hii, sababu tunajua vile siasa inafanywa, na sisi si watoto, na sisi si wajinga, na akili yetu iko timamu. Utatuambia ya kwamba ati Aaron Cheruiyot anaweza amuka mara moja hivi na kuanza kusema kuna orders from above. Aaron Cheruiyot ni kitu kidogo sana, but orders ni kama ilitoka above, ikuje kutest the waters, aone vile watu wana react, and then ripoti peleke huko juu. Wakenya lazima tusimame imara, tuseme mambo ya ukabila, mambo ya kufanya kabila sipigane yenye tulishuhudia 2007 hatutaki irudie katika 2027. Tunajua Kenya ili happen in 1992. Wakati mlikuwa mnafanya meetings zinafanya indoors, mna discuss against other tribes. Si ati hatujui. And sasa hii mnajua governor wa Kikuyu, governor wa Nakuru ni Mkikuyu ambaye ni Susan Kihika. Si ati tunafurahia uongozi wake. Si ati amefanya kazi mzuri tunaweza mpongeza. But mambo ya kuleta jamii mbili tatu ili waweze kukorofishana, waweze kutofautiana kisiasa, alafu tuanze kuona machafuko yaliyofanyika hapo, hatutakubali. Hatutakubali. Wakenya lazima tusimame pamoja, sababu nimeona vijana kutoka Mount Kenya wakichipika, they are just thumping, wakisema ya kwamba sijui tuko na Maina Njenga, tuko na Rigathi Gachagua, tuko na Uhuru Kenyatta, nyinyi jaribu kucheza na sisi. Mbona viongozi ambao kwa mamlakani wanajaribu kuunganisha wananchi, alafu wanaanza kuchukiana, alafu utaanza kusikia mishale, watu wanapeba marungu, unaanza kuona sijui mungiki inaanza kwa rais. Mbona msikae chini muongee, muelewane? Kama Mount Kenya ilipigia William Ruto 99.99% kura, na William Ruto acha fulfill, na Mount Kenya wameona ya kwamba William Ruto hajawafanyia kazi yenye walikuwa wanataka, wako na haki ya kudambu William Ruto na kupigia kura mwenye wanataka. It's not a matter of life and death. Si lazima ulazimisha Wakikuyu kupigia kura. Si ati lazima ulete watu waweze kuongea maneno ambayo si ya muhimu katika wananchi. Utasikia vijana kutoka Rift Valley nao wameanza kurespond, na vijana wengine kutoka Nakuru, and then vijana waanza kupigana, damu waanza kumwaika. For what reason? Because of self interest. Hatutakubali. Kwa Kenya tusimame imara, tuseme ya kwamba hii mambo iliisha, hii mambo ya ukabila. Kama uko na self interest kwa kitu fulani, tunajua ni governor mnatoka kutoka Rift Valley, mnajua mnataka mtu wenu akae governor,
Akuja na mikono safi. Arejesta watu. Si kutransfer watu kutoka sijui wapi wakuja kupiga kura Nakuru ili sijui mtoe governor ili muweke Mkalenjin. Hiyo vitu ni za upusi ziliisha. Kenyans, tusiingishwe kwa mambo ambayo hayatatusaidia kama sisi wa Kenya. Let these leaders be accountable. Kama ni Aaron Jeriot, wacha afanye kazi kwa Senate. Wacha afanye oversight. This is not oversight Aaron Jeriot is doing. Hatutakubali vitu kama hizo. Ati mnafanya mikutano usiku. Personally, I'm not a tribal. I don't come from Rift Valley. I don't come from Mount Kenya. So, and then unapata watu wanakuja wanaanza kuunganisha watu. Juu Wakenya wako innocent, wanaanza kurespond kitu ambao hawajui. Sisi tunaelewa hii siasa vile mnataka kuicheza and we cannot allow it. Kila Mkenya ako na haki ya kuishi mahali popote anataka. Kama ni Mkalenjin ako na haki ya kuishi, kama ni Coast, kama ni Western, kama ni Kisii, kama ni Kisumu, hiyo ni haki yake kama Mkenya. Hatutaweka conditions penye tunakaa, hatutaweka conditions penye tunafanya biashara, hatutaweka conditions penye tunaoa ama kuolewa. We are one country. We need peace. Kama nyinyi mtaki amani, resign, enda home. Kuna watu wanataka kufanya kazi. But si kuja hapo kwanza kuunganisha tribe nyingine na nyingine. Ati tuheshimiane. Kwani tangu lini tushaikosa heshima? Tangu lini? Nyinyi viongozi ndio mnatukosea heshima. Angalia hapa Nakuru, kuna tribe zote, kuna Wamasai, kuna Wakalenjin, kuna Wakikuyu, kuna Wakisii, kuna Wakobokot, all tribes wanafanya biashara pamoja. But hatutakubali kuleta statements zingine ambazo zinaharibu akili za Wakenya. We cannot allow that. Na Wakenya msidanganywe, msitumiwe kwanza kupigana Wakenya kwa wenyewe. Hatutakubali. Hii ni siasa for some individuals, sababu hawajakalia kiti ya governor katika Nakuru, wanajaribu kuleta mtu wao akuje akalie kiti ya governor, alafu ndio Wakikuyu watoke. Hatutakubali vitu kama hizo. Before I conclude, wa Kenya, hacha mambo ya ukabila itoke kutoka akili zenu. Mjue wa Kenya, sisi ni wa Kenya na tuko na haki ya kuishi mahali popote. Wacha Aaron Jeriot afanye kazi yake katika Senate. Acha president afanye kazi yake katika Senate. Mambo ya kupiga unafanya Wakenya wapigane, hatutakubali. Angalia DCI imenyamaza. Kipchumba Murkomen, kama ni mtu mwingine angekuwa ameongea hivi, sasa angekuwa arrested. But mtu kutoka tribe yake akiongea, hawezi chukulia hatua yoyote. Kwa sababu ni gani? Sababu mko na president huko juu. We cannot allow that. Justice ikae kwa watu wote. Huyo mtu Aaron Jeriot anastahili kuchukuliwa, andike statement kwa DCI. We cannot allow such kind of nonsense to happen in our country. Guys, take a minute, subscribe on this channel, like it, share, and then you comment.